Bwana sifiwe, wapendwa katika Bwana. Ni muda mwingine tena tunajipitisha katika maneno ya Mungu. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza leo somo linalozungumza kuhusiana na utii. Nini maana ya utii? Haleluya. Utii ni kitendo cha kukubali au kusikiliza juu ya mambo fulani ambayo umeelekezwa au umeambiwa na mtu au mtu anayekuzidi ukubwa. Ndio maana ya utii. Kwa utii ni kukubali maagizo uliopewa fulani. Haleluya. Hapa tunaona Abrahamu alikuwa anaambiwa na Mungu kwamba atoke katika nchi ya baba yake na jamaa zake, aende mpaka nchi ambayo Bwana atamwambia, atamwelekeza huko aende. Kuna faida za Abrahamu kukubali au kutii maagizo ya Bwana. Hapa tunasoma mstari wa pili, anasema kwamba nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukukuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa nini maneno haya yanazungumza hivi? Unapotii amri ya Bwana, Mungu anakukuza, Mungu anakubariki. Je, katika maisha yako uko tayari kutii sauti ya Bwana? Je, ni sauti zipi ambazo Bwana amekuelekeza katika maisha yako utende, lakini wewe ukapuuza? Maisha magumu tunayoyapitia, hali ngumu, magonjwa, shida, majanga mbalimbali, tunapatwa kwa sababu hatutii sauti ya Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo nguvu kubwa katika utii. Unapotii, Bwana anakubariki kama Abrahamu alivyotii, akatoka katika nyumba ya baba yake, nchi ya baba yake, akatoka katika jamaa zake wanaomzunguka, akaheshimu sauti ya Bwana Yesu hadi sehemu aliko Bwana alikomwelekeza kwenda. Na Bwana akamwahidi kwamba nitakubariki, nitakutukuza, kazi zako Bwana atazibariki. Watu wengi tumeshindwa kuendelea katika maisha yetu ni kwa sababu tumeshindwa kutii sauti ya Bwana. Badala ya kusonga mbele, tunarudi nyuma kwa sababu tunaishi kinyume na baraka za Bwana alizotuandalia katika maisha yetu. Basi kwa muda huu, mpendwa mtumishi wa Mungu, naomba utii sauti ya Bwana. Yamkini wewe hujui, naomba ukae katika maombi, muombe Bwana aujue kusudi lako, wewe ujue kusudi la Bwana katika maisha yako. Yamkini Bwana alikuagiza uende mahala fulani ukafanye kazi yake, wewe ukakataa, ukakaidi. Maana kinyume cha utii manake ni ukaidi, unaacha kukubali. Maana ya utii ni kukubali. Kwa unapoacha kukubali sauti ya Bwana Yesu, manake wewe unakuwa uko kinyume na utii, manake wewe sio utii kwa Bwana Yesu. Mungu akubariki sana, tubarikiwe kwa maneno haya. Niombe kuanzia leo uchukue sauti, uchukue hatua hii ya kusikia sauti ya Bwana katika maisha yako. Bwana anakuambia nini? Yamkini baraka zako zimefungwa kwa sababu hukukubali sauti ya Mungu, uliikaidi, na ndio maana mpaka leo unapitia tabu, shida, magonjwa. Endapo ungekubali sauti ya Bwana, ungebarikiwa kama Abrahamu alivyokuwa, nitakubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki kwa maneno haya. Amen.